Afrika. Kulikuwa na sauti, sio sauti ya muziki tu, bali sauti ya kizazi kipya kinachoamua kusema Tanzania yetu ni zaidi ya jina, yaani ni urithi. Twamii haikuzaliwa kwenye jukwaa, ilizaliwa kwenye wazo moja halisi. Je, vipaji vya vijana vinaweza kulinda utalii wetu? Siku hiyo tulikusanyika sio kwa ajili ya mitindo pekee, bali kwa ajili ya ujumbe. Kuna siku nijiuliza swali moja tu. Je, vijana tuna nafasi gani kwenye mustakabali wa utalii wa Tanzania? Nilipata majibu. Moja lilinihuzunisha, lakini lingine likanipa nguvu. Niligundua kuwa vijana wengi hawajui fursa zilizopo kwenye sekta hii. Ubunifu wetu bado haujapewa nafasi ya kung'aa, na wengi tunaona utalii kama kitu cha watu wa nje na waliokwisha kufanikiwa. Niliapa kitu kimoja: tutaipeleka Tanzania katika ramani ya dunia kupitia ubunifu, si kesho, si baadaye, bali sasa. Kila hatua ya jukwaa ilikuwa hadithi, kila vazi lilikuwa na sauti ya hifadhi ya taifa, kila rangi, kila umbo, kila kitu kilizungumza. Tulitumia ubunifu wa mavazi kuonyesha uzuri wa Tanzania. Mavazi yaliyotengenezwa kwa vifaa vilivyorejelea yakawa ushahidi kuwa taka zinaweza kuwa hazina na kuwa ulinzi wa mazingira unaweza kuwa wa kuvutia sana. Lakini Twamii haikuwa kimya. Kulikuwa na uimbaji, sauti zilizoimba juu ya milima, mabonde, misitu na pia wanyama. Nyimbo zilizoleta kumbukumbu ya ardhi yetu na kukumbusha watu kuwa utalii una roho. Kulikuwa na uongeaji, maneno yaliyobebea dhamira, maneno yaliyowauliza watazamaji, tukiacha mazingira yetu tutamwachia nani Tanzania? Na nimefurahishwa na huo ubunifu ambao umefanyika hapa kwenye event ya Twamii. Sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana, na mtu hawezi fanya mtu yoyote tu, ni mpaka ukishakuwa na passion ya kufanya hichi kitu na ukishakuwa na idea unaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Na nyuma ya pazia kulikuwa na uongozi, vijana waliopambana, waliounganika, walioaminika. Hakukuwa na ukamilifu, lakini kulikuwa na mshikamano na pia amani. Kila mmoja alitoa kipaji chake kama mchango wa taifa. Twamii ilituonyesha kuwa vipaji si vya kujionyesha, bali ni zana ya mabadiliko. Uimbaji ukawa elimu, uongeaji ukawa uhamasishaji, mavazi yakawa ujumbe, na pia viongozi wakawa daraja ya kufanikisha mambo yote. Tulijifunza kuwa utalii hauishi kwenye hifadhi pekee, unaishi ndani ya vijana, na vijana ambao ni sisi, na unaishi pia kwenye mawazo yenye uthubutu wa utofauti. Unaishi pia kwenye kauli moja, yaani tuvitunze wavikute. Hii haikuwa mwisho, ilikuwa mwanzo wa kizazi kinachotumia sanaa na sauti na pia ubunifu kulinda kilicho chetu. Hii ndio Twamii, si onyesho tu, ni wito kwa Watanzania na dunia nzima. Tukilinde leo ili kesho tuweze kujivunia.